Sekta ya viwanda vya sukari ni moja ya nguzo muhimu za kiuchumi kwa mataifa mengi, hasa yanayoendelea. Viwanda hivi haviishi tu katika kuzalisha sukari kwa matumizi ya kila siku, bali huchangia kwa kiwango kikubwa katika maendeleo ya taifa. Sukari ni zaidi ya bidhaa ya mezani. Ni kiungo muhimu katika uchumi wa dunia, afya, maendeleo ya viwanda na uhakika wa chakula. Umuhimu wake unadhihirika katika kila sekta, kutoka shambani hadi kiwandani na kutoka mezani hadi kwenye soko la kimataifa. Viwanda vya sukari vina mchango mkubwa sana katika kukuza uchumi wa kitaifa na maendeleo ya taasisi za umma na binafsi. Kuwekeza katika sekta hii ni njia mojawapo ya kukuza ajira, kuongeza pato la taifa, kuimarisha usalama wa chakula na kuchochea maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Ndiyo maana Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF, kwa kutambua hilo, uliona ni vema kufanya uwekezaji katika kiwanda cha sukari cha Mkulazi kilichopo eneo la Mbigiri mkoani Morogoro. Kwa mujibu wa sheria, NSSF ina majukumu makuu manne ya msingi. Moja, ni kusajili wanachama kutoka sekta binafsi na watu waliojiajiri. 2, kukusanya michango kutoka kwa waajiri na wanachama. 3, kuwekeza kwenye maeneo mbalimbali, na 4 ni kulipa mafao. Hivyo, katika kuhakikisha mfuko unatekeleza jukumu lake la msingi la uwekezaji, mfuko huwekeza kwenye maeneo mbalimbali yenye tija kama vile sekta ya viwanda, ikiwemo kiwanda hiki cha sukari cha Mkulazi, ambapo huu ni moja ya uwekezaji wake wa kimkakati na ni njia kuu ya kukuza thamani ya michango ya wanachama wake. Mkurugenzi wa uwekezaji, mipango na miradi wa NSSF, Gabriel Silayo, anaeleza zaidi. Michango hii ili sasa iweze kuweka ile thamani yake, kwa sababu unajua mtu anaanza kuchangia tangu akiwa na miaka 18, 20, wakati labda ameajiriwa au ameanza biashara, lakini anakuja kupata mafao yale ya muda mrefu miaka 30 baadaye au miaka 40 baadaye. Sasa ukichukua ile michango ukaiweka mahali tu ikakaa, maana yake ni kwamba atakuja kustaafu, kitu atakachokipata kitakuwa kidogo. Lakini pia ile uwezo wa mfuko kuweza kumlipa sasa, kwa sababu tunalipa kutokana na formula ambayo imeangalia time value of money, imeangalia returns. Tunawajibika kuwekeza hizi fedha ambazo mwanachama amechangia katika uwekezaji wenye tija katika maeneo tofauti, ili basi wakati atakapokuja kustaafu au pale ambapo atapata janga na kutakiwa kulipa mafao, basi tuweze kumlipa mafao anayostahili. Na at the end of the day, basi mwanachama anafaidika. Na ni ukweli ambao usiopingika kwamba wanachama wetu kile anachokichangia kama mchango na kile anachokipata ni tofauti kabisa. Anapata mafao ambayo ni makubwa sana ukilinganisha na kile ambacho amekichangia. Lakini ili hayo yawezekane, basi inabidi tuwekeze katika maeneo mbalimbali salama. Uwekezaji uliofanywa katika kiwanda cha sukari cha Mkulazi ni matokeo ya ubia kati ya NSSF na shirika la uzalishaji mali la Jeshi la Magereza, lakini pia ni hatua muhimu ya kuunga mkono juhudi za serikali ya Tanzania za kupunguza utegemezi wa uagizaji sukari kutoka nje na kudhibiti bei za sukari. Kiwanda kina uwezo wa kuzalisha tani 50,000 za sukari kwa mwaka. Kupitia kiwanda hiki, NSSF inatarajia kupata faida nyingi pamoja na kukuza zaidi mapato yatokanayo na uwekezaji. Tumekuwa na viwanda ambavyo tumewekeza. Moja hapo ya kiwanda ambacho najua watu wengi wanakifahamu na maarufu ni kiwanda cha Mkulazi. Katika kiwanda cha Mkulazi tumewekeza katika ukulima wa miwa, lakini vile vile katika ujenzi wa kiwanda cha sukari. Na kiwanda hiki kimeanza uzalishaji. Kimeanza uzalishaji tangu mwaka jana mwezi wa Agosti, na kinaendelea vizuri. Kwa mwaka huu uliopita tumeweza kuzalisha zaidi ya tani 19,000, ambalo ni asilimia karibu 96 ya lengo lilivyokuwa la kuzalisha tani 20,000. Kwa hiyo pale mambo yanaendelea vizuri. Kwa sasa tunategemea kwamba kile kiwanda mwaka wa pili kitazalisha zaidi kufikia tani 27,000, na mwaka wa tatu kitafikia zaidi ya tani 36,000, na mwaka wa 4 tutafika katika lengo letu la kuzalisha tani 50,000 za sukari. Kwa ule ni uwekezaji ambao pia unatija kwa mfuko, lakini pia unatija kwa nchi kwa maana ya uchumi wa nchi. Kwa hiyo tunafanya hivyo ili kuongeza pia
kuisaidia serikali katika kufanikisha yale malengo ya kupunguza uhaba wa sukari nchini. Kiwanda cha sukari cha Mkulazi kimekuwa na mafanikio makubwa tangu kuanzishwa kwake. Mafanikio hayo ni pamoja na kuwa na uwezo wa kuzalisha sukari za majumbani yani brown sugar na sukari za viwandani yani refined sugar. Pia kiwanda kimetoa ajira zaidi ya 8,000 kwa mwaka 2024-2025. Vilevile kimefungua fursa kwa wakulima wa muwa wa nje ambao sasa wamekuwa na soko la uhakika kwa kuuza miwa yao katika kiwanda cha sukari Mkulazi. Mtendaji mkuu wa kampuni hodhi ya Mkulazi, Celestine Some, anaeleza kwa kina. Kiwanda chetu hiki kina uwezo wa kuzalisha sukari ya majumbani ambayo kwa jina la Kiingereza tunaita brown sugar, lakini kina uwezo pia wa kuzalisha sukari ya viwandani ambayo tunaita kwa jina la Kiingereza refined sugar. Kiwanda kimekuwa na mafanikio makubwa sana toka kimeanzishwa. Kimetoa ajira kwa Watanzania zaidi ya 8,000 katika msimu wa mwaka 2024-2025. Lakini kiwanda chetu pia kina wakulima wa nje ambao wanalima miwa na kuileta katika kiwanda chetu kama raw material. Kiwanda pia kimejenga zahanati ambayo inatibu wafanyakazi pamoja na wananchi wanaozunguka eneo hili la mradi. Kwa pamoja na kuwa na shughuli za kiuchumi, lakini pia tunatoa huduma za kijamii kwa kuweza kuchangia katika kutoa huduma za kiafya kwa wananchi wanaozunguka jirani na mradi huu. Kama nilivyoeleza, tulianza uzalishaji tarehe 1 Julai mwaka 2024 na sukari yetu tunaifungasha katika vifungashio vya kilo 50 pamoja na kilo 25. Sukari yetu imekubalika sana sokoni, wananchi wanaipenda sana sukari. Sukari imetengenezwa kwa kiwango cha ubora wa hali ya juu na ni sukari ambayo mtu yoyote anayetumia angependa kuendelea kuitumia tena. Kampuni inakusudia kuanza msimu wa pili wa uzalishaji wa sukari mwezi Julai mwaka 2025. Na msimu huu kwetu ni msimu muhimu sana kwa sababu utakuwa ni msimu wa kwanza ambao kampuni tutaanza uzalishaji wa sukari ya viwandani. Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF unaheshimu na kutambua mchango mkubwa wa wananchi waliojiajiri kwa kuliendesha gurudumu la maendeleo na uchumi wa taifa letu. Kwani aliyejiajiri ni staa wa kuhudumia jamii, lakini kama ilivyo kwa staa wa mpira, hung'ara sana wakati wa ubora wake, ila ustaa huo hufifia kadri umri unavyosonga. Hapo ndipo NSSF wanashika usukani na kuwa staa wako wa mchezo, kuhakikisha wanalinda kesho yako kwa mafao mbalimbali kama matibabu pamoja na pensheni ya uzee, huku wewe ukifurahia maisha yako ya kustaafu bila stress. Karibu ujiunge na NSSF leo, uanze kuchangia kidogo kidogo. Namba yetu ni *152*00 NSSF, star wa mchezo, hifadhi ya jamii kwa wote. NSSF inatambua kuwa ubora wa bidhaa na uendeshaji wa kiwanda cha sukari kwa viwango vya kimataifa haviwezi kufikiwa bila uwekezaji madhubuti katika teknolojia na mitambo ya kisasa. Ndiyo maana kiwanda cha sukari cha Mkulazi kina mitambo ya kisasa ya kuzalisha sukari. Kuwepo kwa mitambo hiyo si tu hatua ya kiufundi, bali ni dira ya kimkakati ya kuhakikisha uzalishaji wa sukari bora, salama na yenye viwango vinavyokubalika katika soko. Pia kuwepo kwa mitambo ya kisasa katika kiwanda cha Mkulazi kunapunguza upotevu wa malighafi katika mchakato wa uzalishaji na kuongeza ufanisi wa kiwanda. Meneja wa kiwanda cha sukari Mkulazi, Mhandisi Aaron Mwaigaga, anatupitisha katika kufahamu hayo. Hapa tulipo ni sehemu ya kiwanda chetu. Takueleza kwa ufupi hatua kuu 7 ambazo tunazifuata katika kuzalisha sukari yetu. Hatua ya kwanza tunasema ni kupokea mua pamoja na kuuandaa, na kwenye hatua hii ya kuuandaa ni mua unapunguzwa kutoka kwenye mua kamili kuwa sasa katika saizi ile ndogo. Baada ya kukamilisha hiyo hatua inayofuata ni hatua ya kwenda kukamua juisi. Baada ya ukamuaji wa juisi inayopatikana tunaipeleka hatua ya 3, ni hatua ya kuisafisha juisi au kuitakasa ile juisi yetu. Na baada sasa ya kupata zao la juisi safi, hatua ya 4 ni kwenda kuichemsha ile juisi ili kupunguza maji ambayo kwa asili yako kwenye juisi ya mua, lakini pia na kwenye hatua ya ukamuaji tulikuwa tunatumia maji ili kuongeza ufanisi wa kuchukua sukari yote kwenye mua wetu. Kwa hiyo hatua hii ya kuchemsha itatupa zao linaitwa syrup.
Hii sasa ni ile juisi nzito ambayo iko tayari kwa hatua ya 5, ambayo ni hatua ya utengenezaji wa chembechembe za sukari. Na kwenye hatua hii chembechembe zitatokea kwa kuchemsha juisi ile kwenye jotoridi angalau 63 mpaka 65. Chembechembe zitazaliwa. Baada ya kutokea chembechembe, mchanganyiko ule sasa utapeleka kwenye hatua inayofuata, tunasema ni hatua ya kutenganisha chembechembe na yale majimaji ambayo yanaitwa molasses. Kwa hiyo sasa hatua hii ya kutenganisha itakuwa ni hatua ya 6. Kwa baada ya utapata chembechembe zako. Hizi ni chembechembe za brown kulingana na vigezo ambavyo tumewekewa na Shirika la Viwango Tanzania. Kwa hiyo ukishaipata hii, kwa kiwanda chetu kina namna mbili. Unaweza ukaichukua hii kuiyeyusha ili kwenda kuichakata zaidi upate sukari nyeupe, ambayo sasa mwaka huu tutaanza uzalishaji huo. Lakini pia unaweza ukaenda kukausha, hiyo ni hatua ya 7, ili sasa upate sukari iliyokaushwa na iko tayari kwa ajili ya kufungasha. Lakini pia kiwanda chetu hiki tunazalisha umeme. Tunatumia yale makapi sasa, baada ya kukamua juisi yale, tuna tanulu, inaitwa boiler kubwa kabisa, na boiler la kisasa kwa hapa Tanzania. Ni boiler tunasema high pressure boiler, lina 87 bar pressure, lakini linatuzalishia tani 80 za steam kwa saa. Boiler hili mvuke wake tukiuzalisha, tunaenda kutumia kusukuma mtambo maalum unaofua megawati 15 za umeme, ambapo megawati 8 tunazitumia sisi ndani kwa maana ya kiwanda pamoja na shughuli za umwagiliaji, lakini na kwenye makazi, alafu megawati 7 hizi sasa zinapelekwa TANESCO kwenye gridi ya taifa. NSSF inajivunia kuwawezesha vijana wengi kupata ajira katika kiwanda cha sukari Mkulazi, ambapo hiyo ni njia mojawapo ya kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali za kutoa ajira kwa watu wake. Hivyo ni muhimu kutambua kuwa mfuko haulengi kuzalisha sukari pekee, bali unazalisha maisha mapya ya uhakika kwa watu wanaozunguka kiwanda hicho na kukuza uchumi na maendeleo jumuishi ya kijamii na kimazingira. Hawa ni baadhi ya vijana walionufaika kupata ajira, wakieleza namna kuwepo kwa kiwanda kulivyobadili maisha yao. Nikiwa kama kijana nimepata fursa ya kupata ajira kwa nafasi hiyo kwenye kazi za uchomeleaji na upande wa uchongaji wa vipuri vinavyohusiana na kiwanda chetu cha Mkulazi. Kusema ukweli, mradi umenufaisha sana, na ukizingatia kwa huko nyuma nilivyokuwa, kuna utofauti kidogo ambao nimeuona. Binafsi ninaushukuru sana, una mambo mengi ambao umenisaidia. Umeniinua kiuchumi, umeniendeleza kiuchumi, ninasaidia familia yangu, ninasaidia na hata baadhi ya watu wengine kupitia mradi huu. Waliotoa mawazo yao na mapendekezo na wakatia mtaji wao NCCF na Jeshi la Magereza wametukwamua vijana. Wengi tulikuwa tunasota mtaani, hatuna hili wala lile, tulikuwa umumu tu tunazunguka, lakini si haba wamepata ajira zao za kueleweka. Sasa hivi wameacha bodaboda. Okay, bodaboda hazijafa sababu kuna wafanyakazi, tutatumia pia usafiri. Umeona, yule bodaboda naye tutamuungia 200 300 ya mama, yani kwamba kwa hiyo sasa hata jamii iliyotuzunguka nayo imetanuka. Hivi vijiji sio kama vile tulivyovikuta awali. Yafaa kutiliwa maanani kwamba lengo la NSSF kufanya uwekezaji katika maeneo mbalimbali ni kulinda thamani ya michango ya wanachama wake na kuongeza mapato yatokanayo na uwekezaji, iwe na uwezo wa kuendelea kulipa mafao mbalimbali kwa mujibu wa sheria na taratibu. Hivyo ni muhimu kwa kila mwajiri na mwanachama kuhakikisha michango inawasilishwa katika mfuko kwa wakati bila ya kuchelewa. Kwa kufanya hivyo, itawezesha NSSF kuwekeza kwa wakati na hatimaye kulipa mafao kwa wakati. Michango isipolipwa hatutaweza kuwekeza. Na tusipoweza kuwekeza tutaumiza wanachama watakapokuwa wanataka kustaafu. Kwa hiyo waajiri wana wajibu mkubwa sana kuhakikisha kwamba wanalipa michango kwa wakati. Walipe michango kwa wakati ili tuweze kuziwekeza hizo fedha kwa wakati, ili mstaafu au mwajiriwa akifikia sasa kustaafu aweze kulipwa pia kwa wakati. Kwa hiyo waajiri popote mlipo, tunaomba sana tuwe ushirikiano wa kutuma michango kwa wakati, kupeleka michango kwa wakati. Sasa hivi tumeboresha sana, tumeweka poto kwa waajiri na waajiriwa. Kwa
Kwa hiyo mwajiri mwenyewe kule anatumia ile poto, analipa michango. Kwa hiyo hakuna sababu yoyote tena ya kuchelewesha michango, bali sasa tuichukue kama fursa waajiri, tulipe kwa wakati ili wanachama wetu basi waweze kufaidi jasho lao pale watakapostaafu. Mtazamaji, bila shaka umeyafahamu mengi kuhusu uwekezaji uliofanywa na NSSF kwa kushirikiana na Jeshi la Magereza katika kiwanda cha sukari cha Mkulazi. Rai kwako ni kuwa mwanafamilia na mtumiaji wa sukari ya Mkulazi ambayo inapatikana katika ujazo mbalimbali na yenye viwango vinavyohitajika katika soko. Kwa maelezo zaidi piga simu bure nambari 0800 116 773 au tufuatilie kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii @NSSF Tanzania. NSSF, tunajenga maisha yako ya sasa na ya baadaye. Karibu tukuhudumie.